Lodhi TV. Wega umagana. I want everybody to lift your hands to Jesus. You are high and lifted up. You are high and lifted up. You're a mighty God. Oh, you are high and lifted up. You are high and lifted up. Oh, yeah. Awesome God. Awesome God. You are high and lifted up. Higher. Come on, everybody. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Lift Jesus higher. Come on, everybody. Yeah. This is for you, for you, for you. This is for you. The lifting of my hands. Say, this is for you, for you, for you. This is for you, Jesus. For you, The lifting of my hands. for you, This is for you, Lord. for you. The lifting of my hands. For you, Everybody lift Jesus. this is for you. Higher, this is for you. Higher, the clapping of my hands. This is for you, Lord. This is for you. Clap your hands, so you people. This is for you. Higher, yeah. This is for you. For you. Hallelujah. This is for you. Higher, we give you praise. Give you praise. We give you praise. Give you I say we give you praise. Give you praise. We give you praise. We give You are, you are. and lifted Awesome up. God. Awesome God. Hallelujah. You are high and lifted up. Now listen to this, we go. It's good to dance for Jesus. It's good to dance for Jesus. Come on, everybody say. It's good to dance for Jesus. Do you know how to dance for the Lord? It's good to dance for Jesus. It's good to dance for Jesus. It's good to dance for Jesus. It's so good to dance for Him. Oh, it's good to dance for Jesus. Good to dance for Jesus. It's good to dance for Jesus. Good to dance for Jesus. Oh, it's good to dance for Jesus. Good to dance for Jesus. It's good to dance for Jesus. Good to dance for Jesus. Oh, it's good to clap for Jesus. Good to clap for Jesus. It's good to clap for Him. Good to clap for Jesus. Oh, it's good to clap for Jesus. Good to clap for Jesus. It's good to clap for Jesus. Good to clap for Jesus. It's good to shout. To shout for Jesus. It's good to shout for Jesus. I said, good to shout. To shout for Oh, it's good to shout for Jesus. Jesus. To shout for Jesus. Oh, it's good to shout for Jesus. To shout for Jesus. Ah, it's good to shout for Jesus. To shout for Hey, we give you praise. Jesus. Give you praise. We give you praise. Give you Oh, praise. we give you praise. Give you praise. We give you praise. give You are, you are high and lifted up. awesome God. Awesome God. Oh, you are. high and Oh, you're a mighty God. Once again, let's declare you are high and lifted up. You are high. You are an awesome God. You are high. You are a mighty God. Hallelujah. Somebody shout to Jesus. Hallelujah. Turn to neighbor, tell them, my neighbor, your praise is your breakthrough tonight. If they don't seem to believe it, turn to them and tell them, your praise is your breakthrough tonight. Your praise is your lifting tonight. Your praise is your next level tonight. Hallelujah. Say, I'm gonna dance and praise Him. It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside. What is His name? His name is Jesus. Say, I'm born a winner. I'm born a winner. More than victorious. More than victorious. I'm an heir of His kingdom. Heir of His kingdom. Filled with the Holy Ghost. Come on, put your hand. Yeah. Hallelujah. Oh, I'm gonna dance. I'm gonna dance and praise Him.
It doesn't matter what comes my way. The greater one lives inside of me. What is his name? His name is Jesus. I'm born a winner. I'm born a winner. More than victorious. More than victorious. I'm ahead of his kingdom. I'm ahead of his Say, kingdom. filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy I Ghost. rejoice. I rejoice in I rejoice in him. I rejoice in the Lord. Say, more than a conqueror. More than a I rejoice. I rejoice in the Lord. I rejoice in him. I say, more than a conqueror. More than a conqueror. Oh, no weapon formed against me shall ever prosper. The greater one lives inside of me. What is his name? His name is Jesus. Say, I'm born a winner. I'm born a winner. More than victorious. More than I'm victorious. ahead of his I'm kingdom. ahead of his kingdom. Filled with the Holy Ghost. Filled with the Holy I Ghost. I rejoice. rejoice in I rejoice in I the Lord. rejoice I in rejoice in I him. rejoice in More than a conqueror. More than a I conqueror. rejoice. Rejoice in Rejoice in the Lord. rejoice in I rejoice. Say more than a conqueror. More than a Say conqueror. more than a conqueror. More than a conqueror. More than a conqueror. More than a Oh, more than a conqueror. More than a Oh, conqueror. more than a conqueror. More than a Say conqueror. more than victorious. More than victorious. More than victorious. More than Oh, victorious. more than victorious. More than victorious. Say more than victorious. More than Say victorious. more than a conqueror. More than a Say conqueror. more than a conqueror. More than a Oh, conqueror. more than a conqueror. More than a Say conqueror. more than a conqueror. More than a I conqueror. rejoice. rejoice in I rejoice in the I Lord. rejoice in I rejoice in him. rejoice I say in more than conqueror. More than a Oh, I conqueror. I rejoice. rejoice in I rejoice in the Lord. rejoice in I rejoice. I rejoice Aye, kalababo, shanarabo. More than a Say, conqueror. dance in the Holy Ghost, dance. Come on, say, dance in the Holy Ghost, 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 dance. Erakata, dance in the Holy Ghost, dance in the Holy Ghost. Say, dance in the Holy Ghost. Say, jump in the Holy Ghost, jump. Somebody jump in the Holy Ghost, jump. Say, jump in the Holy Ghost. Say, jump in the Holy Ghost, jump. Say, jump in the Holy Ghost. Oh, jump in the Holy Ghost, jump. Say, jump in the Holy Ghost. Oh, jump in the Holy Ghost. Oh, jump in the Holy Ghost. I say, shout in the Holy Ghost. Say, shout in the Holy Ghost. Say, shout in the Holy Ghost. Shout in the Holy Ghost. Now come on, just lose yourself and do the best you can to give the Lord praise. If you are clapping your hands, you can clap your hands. If you are shouting, come on, shout to Him. If you are waving a banner, come on, wave it to Jesus. If you can speak in the Holy Ghost, begin to speak in the Holy Ghost. Redabagadebo, Shandarababo, dance in the Holy Ghost, dance, we say. Dance in the Holy Ghost. Dance in the Holy Ghost. Dance in the Holy Say, Ghost. dance in the Holy Ghost. Dance in the Holy Oh, Ghost. dance in the Holy Ghost. Dance in the I Holy say, Ghost. jump in the Holy Ghost. Jump, Jump in the Holy Ghost. jump in the Holy Ghost. Jump in the Holy Oh, Ghost. jump in the Holy Ghost. Jump in the Holy Oh, Ghost. hallelujah. Somebody lift your hands above your head and appreciate the Lord tonight. Come on, give Him praise. Give Him praise. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
Can you shout unto the Lord? Can you shout unto the Lord? Hallelujah! 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 Amen! Amen! Turn to your neighbor. Tell your neighbor, we have taken over. We have taken over. We have taken over. We are on the table. I say we are on the table. We are on the table. Amen. What a wonderful day. Are you ready for the word this evening? No. Are you ready for the word this evening? If you are ready, just shout as you lift your hands. Just shout, shout, shout. I say shout unto the Lord. Amen. Amen. We want to invite our children because this gospel is for us and our children. We have got the exploits. Children ministry. Yeah, this is our host church. The children of Apostle Subi. Why don't we welcome the exploits worship center, children ministry with a good hand clap. Let us encourage our children with a wonderful amen. Amen. Karibuni sana watoto. You're very welcome. Amen. Our precious kids. Wow. Praise God, church. In front of you is only a small section of the Children of Destiny School in Kayore. Children of Destiny is a dream of Apostle Subi and Reverend Mother to correct vulnerable and orphaned children and educate them. What you see in front of you are all children who call Apostle Subi Dad and Reverend Mother Mom. And they are not perfect in performance, but they wanted to present a song to you. In the front are very young-looking children who we went for 4 months ago in Baringo. Chemroget family, can you wave us wherever you are? These are children from East Pokot. They came without knowing how to speak any word of English or Kiswahili, but now they will minister to you in English. Amen. Good afternoon, church. Good afternoon once more. In front of you here is Children of Destiny. We are ready to minister to you a song, Be Blessed. As the dear patterns fall, the wall has so my soul longeth after thee. You alone, and my heart desire and I long to worship you as the deer. The water so my soul longeth after thee.
All of heaven loves your name. Sing louder. Let us pray. Let this praise be loud we praise. Can you hear it? The sound of heaven touching. Oh, our Father. All of heaven loves your name. Sing louder. Let us pray. Let this praise be loud we pray. Can you hear it? The sound of heaven touching us. 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 Oh, King Jesus, your name when we lift in high, your glory shaking up the earth and sky. Revival. We wanna see your kingdom. 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 King Jesus, your name when we lift in high, your glory shaking up the earth and sky. Revival. We wanna see your kingdom here. Amen. Wonderful, wonderful, wonderful. Can we appreciate our children with a better hand clap? Thank you so much, our children. You can just go. Let's appreciate them once more. Let's appreciate them better than that. The church has a future. We are blessed. We are blessed. Amen. We want to proceed and go to the next session. Tutaka kuendelea na kuingia kipindi kingine. And we thank God for this far. Tumshukuru Mungu kwa umbali huu. He has been faithful. Amekuwa mwaminifu. He has been faithful. Amekuwa mwaminifu sana. So I want us to stand up on our feet. Ningependa tusimame sote kwa miguu yetu. Even as we bring in the worship team. Hata tunapoalika wanasifa na ibada. And we just worship the Lord. Oh, sorry, we have got another team here. Wow. Kuna watoto wengine Wow. wanapendeza. Wonderful, wonderful. We have some more kids here. Kuna watoto wengine wazuri. We love our children. Tunapenda watoto wetu. Amen. Amina. Let's invite this next team. Tualike. Exploits Worship Center, Children's Ministry. Huduma ya watoto wa Exploits Amen. Worship Center. Thank you. More. Tuwape makofi mara tena, wanapendeza ajabu. Amen. Let's celebrate these kids. Wacha tusherekee watoto hawa. That is the next generation Hiyo ni kizazi kijacho that is going to serve the Lord. ambayo itatumikia Bwana. We had the children of destiny that you saw here. Tuko na watoto wa hatima ambao mumeona hapa. We have been taking care of children. Some of them we got them from the election violence of 2007. Tumekuwa tukiwashughulikia hawa watoto, wengine tuliwapata baada ya ghasia zile za 2007. The Lord spoke to me to get, several years ago, around 2004. Bwana akanena nami mwaka 2004 niweze kupata watoto. I used to stay near Soweto. Nilikuwa nakaa kule Soweto. And one time I was taking a walk. Na siku moja nilikuwa natembea. And I found children playing and drinking dirty water. Nikaona watoto wakicheza wakinywa maji machafu. And the Lord spoke to me. Bwana akanena nami.
And he told me to take care of those children. Akaniambia niweze kuwasaidia. At that time we were so broke. Wakati huo tulikuwa tumesota. I wondered how are we going to do this? Hata nikashangaa tutaanzia wapi. But anyway, we obeyed. Basi tukatii. And we began to cook for these children. Tukaanza kuwapikia. And I remember the Lord commanded me to take care of one of the children. The child had dropped out of school. Mungu akaniambia nishughulikie mtoto mmoja ambaye alikuwa ameacha shule. She was in primary. Alikuwa katika shule ya upili. And the Lord told me to pay her fees. Bwana akaniambia niweze kumlipia karo ya shule. When I found out how much the fees was, wakati niliuliza karo ya shule ni pesa ngapi? It was about $100. Ilikuwa ni dola 100. I didn't have that money. Sikuwa na hizo pesa. I said, where will I get $100? Nikajiuliza nitatoa wapi? So I had a Samsung phone. I gave it to my wife to go and sell it. Nilikuwa na simu yangu ya Samsung, nikapea mke wangu aende aiuze. I was going to Tanzania to preach. Nilikuwa naenda Tanzania kuhubiri. She looked for the market. She failed to get somebody to buy the phone. Tafuta mnunuzi lakini hakupata yeyote. So, but when I came back, wakati nilirejea, the Lord provided the $100. Bwana akatwalia zile dola 100. The Lord told me, Bwana akaniambia, I was not interested in your phone. Sikuwa na haja na simu yako. I wanted to see if you could obey. Nilikuwa nataka nione kama utatii. Because you have obeyed, stay with your phone. Kwa sababu umetii, basi kaa na simu yako. And that kid is now an advocate of the High Court. Na sasa huyo mtoto ni hakimu. So then, mahakama makuu. After that, now we began taking care of children. Baada ya hapo tukaanza kusaidia wengi. Picked some of them orphans, some of them were from very poor families. Wachukua wengine ambao wametoka katika familia ambazo ni maskini. And we took them back to school. Na tukawarudisha shuleni. And many have finished university. Wengine wao wamemaliza chuo kikuu. Some are doing pharmacy now. Wengine wameingia katika others have finished engineering. Wengine wamemaliza engineering. So these are just a small number of the children we are taking care of and educating. We have a school tuko na shule in Soweto. Pale Soweto. And a home for them. Na tuko na mahali pao makazi. And God is doing wonders. Na Bwana anafanya ya ajabu in these children. Kwa hawa watoto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Okay, so right now we want to go to the Word of God. Wakati huu tungetaka kuingia kwa neno la Bwana. I want to appreciate all the men of God who are here tonight. Nataka nifurahie wachungaji wote ambao wako hapa jioni ya leo. Let's give all the servants of God a God bless you. Wacha tuwapigie wachungaji wote makofi mazuri ya baraka. Let's have all the pastors, all the bishops and the pastors stand up, please, wherever you are. Maaskofu na wachungaji kama mnaweza simama. Let's just stand up on your feet. Mnaweza simama. Wow. I can't even take a risk to introduce any. Hata siwezi jaribu But let's celebrate the men and the women of God. Wacha tuwasherehekee watumishi wa Mungu. Thank you for coming, and everybody, we really appreciate you. Asanteni sana kwa kuja na kila mtu tunawafurahia. So right now, wakati huu, are you ready for the word of God? Uko tayari kwa neno la Bwana? Are you ready? Nauliza uko tayari? Tonight, siku ya leo, my spiritual father bangu wa kiroho is going to be speaking to us. Ataenda kunena nasi. Yesterday it was very, very powerful. Jana ilikuwa ya nguvu sana. As he was sharing on not by might, not by power, but by the. Wakati alikuwa anashiriki sio kwa nguvu wala uweza, ni kwa Roho Mtakatifu. By the Spirit of the living God. Kwa Roho Mtakatifu. So I want to request us to stand up and give Pastor Robert Kayanja. Nataka niulize wote tusimame na tumpe mchungaji Robert Kayanja. Is the spiritual father of Uganda. Hii ndiye baba wa kiroho wa Uganda. Founder of Miracle Center Cathedral. Mwanzilishi wa Miracle Center Cathedral. With many branches in Uganda. Ikiwa na matawi mengi kule Uganda. An author of many books. Na mwandishi wa vitabu nyingi. Many books. Vitabu nyingi.
A man that has been to over 100 nations of the world. Mtu ambaye amekuwa zaidi ya mataifa 100. With miracles, signs and wonders taking place. He is also doing agriculture right now in Uganda and is feeding almost an entire community in Karamoja. Pia anafanya ukulima kule Uganda na analisha jamii nzima kule Karamoja. Just like the way you can wake up and say I'm going to feed the entire Pokot. Kama vile unaweza amka asubuhi moja unasema katika maeneo ya Pokot nitawalisha wote. He's bringing transformation to a region that had nothing. Now there is abundant food that is coming out of that region. Analeta mageuzi kwa mahali ambapo hakukuwa na chochote na sasa kuna utele wa chakula. We celebrate you, Papa. Tunakusherehekea baba. Thank you for coming. Asante kwa kuja. Lift up your hands, Inua mikono yako kila mmoja wetu. Lift your hands. Inua mkono wako. Lift your hands. Inua mikono yako, inua mikono yako. Lift your hands to the Lord. Tuinue mikono zetu mbele za you are Bwana. worthy. Bwana wastahili. Can you dim these lights a little bit? Tukafanye hizi nuru mwangaza ukawe si kali sana. Thank you. Don't take it off, just dim it a little bit. Zime kabisa, zima tu kidogo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Lord, we are humbled by your presence. Bwana tunajinyenyekesha uweponi mwako. Lord, we are honored by your presence. Tumeheshimika kwa sababu ya uwepo wako. I give you praise, Jesus. Sifa Bwana. I give you praise, Jesus. Nakupa sifa Yesu. Holy forever. And the angels say, holy, all creations now, holy, you are lifted up. Come on, change them all, change it, change everything. Come on. Holy forever. All creation shout, holy, you are lifted up. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, creation, sing, holy. Piano is so sharp. The other music is so low. Balance it out. Balance it out. Bring in some more bass. Come on. Holy, you will always be. Lift your hands, saints, lift your hands. Watakatifu, inua mikono yako. Holy forever. Angels sing, holy. We worship you, Lord. Tunakuabudu Bwana. You will always be holy.
holy, holy forever. Lift your hands and shout holy 7 times. Shout holy, 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 holy. You always be holy, holy forever. Somebody clap your hands to Jesus. I'm not going to be long. We are going to share. I'm not going to be long. You may be seated. You are all welcome. I honor all the men of God in this place. And thank you for coming. 2 things. Of course, we have tomorrow. And don't miss tomorrorow. Come in the morning and evening. These meetings come and go. They don't stay. Balance my voice and his voice. Don't take him off. I said just balance it. There's one thing about God. We are creatures. He's supreme. Learn this for sure. Never offer God anything that is not worth his name. That is not worth his glory. Whether it's sound, I'm still finding my levels. That's why I'm trying to speak to the mixer man. I don't know where the little kids went. Either they had to go back. They were here. It's like they were getting ready to perform. And then they told them time is gone. I don't know what happened to those kids. They're dressed in white. Does anybody know? Never usiwahi kamwe stop a kid when he wants to simamishe mtoto wakati anataka kumwabudu Mungu. I don't care who is going to speak next. Sijali ni nani atahudumu ama kuhubiri baadaye. Whether he's a president, iwe ni rais or a king, ama ni mfalme. Jesus told the religious people, Yesu aliambia wale wanadini, don't stop the children. Usiwazuie watoto. So kids, you are welcome. Hivyo watoto njooni. Come on the stage. Mnaweza mkapanda jukwani. Do what you wanted to do. Tafadhali mfanye kile ambacho mlistahili kufanya. Na wakaribisheni, njooni. You know, they had washed their clothes. Unajua walikuwa wamesafisha nguo zao. Did their uniform. Wamevaa mavazi ya sare. And you tell them a preacher is coming from Uganda to take your time. Mkawaambia kwamba mhubiri kutoka Uganda amekuja kuchukua nafasi yenu. I don't want to be hated by Kenyan kids. Sitaki nichukiwe na vijana ama watoto wa Kenya. So come on, give them a better hand clap as they are coming. Tuwapigie makofi mazuri wanapokuja. Wherever they are. Popote walipo, umbali gani, haijalishi, wacha waje. Learn this for sure. Jifundishe hii kwa uhakika. Never disappoint a kid. Usiwahi mkasirisha ama kumkwaza mtoto. Or an old person. Ama mzee. Never. Usiwahi kuwakwaza. God does not need a whole hour to change your life. Mungu hahitaji lisali nzima kubadilisha maisha yako. So you wanted to perform? Kuna kitu mlikuwa mkitaka kufanya? Okay, give them a mic. Tuwapatie vipasa sauti.
What is the mic? Okay, here's the mic. What did you want her to do? To dance. Okay, you have your song already? The song is there? Okay. You want her to dance? Kwa mkitaka kucheza tafadhali, nyimbo zenu ziko tayari? Come on, dance. Hivyo tunawakaribisha mfanye kile mnastahili kufanya. Na suluhisho was to have a Berlin conference. Ilibidi wawe na kongamano ya Berlin. In which they will be able ambapo wataweza to come and take over these Africans. Ili wakuje wanyakue Afrika. Who are so wealthy. Ambao wako na utajiri mwingi. But they don't know why they are wealthy. Lakini hawajui sababu wako na utajiri huo. They have gold, they have diamond. Wako na dhahabu, wako na almasi. They have coffee. Wako na kahawa. They have lions. Wako na simba. They have tigers. Wako na tiger. They have cheetahs. Wako na simba marara. They have all these animals. Na wako na wanyama hawa wengine wote. They just look at them like this. Wanawatazama tu hivi. And in Europe, na Europa, there are no giraffes. Hakuna giraffe, twiga. In Europe, there's no things. There's no coffee plants. Hakuna kahawa, mimea ya kahawa kule. They want to make chocolate, and Africans just look at the seeds and they leave it there. Wanaangalia tu zile chocolates na so they agreed. Hivyo wakaamua. They said, let's divide Africa. Wacha tugawe Afrika. Let's partition Africa. Tugawe Afrika. And not necessarily that they really hated Africans. Sio kwa sababu walichukia wa Afrika. But their need was driving them. Lakini hitaji yao ilikuwa ikiwasukuma. I'm not trying to excuse them from the bad things they did. Siwapatii sababu kwa sababu kwa nini walifanya hivyo. But they were looking at certain things. Lakini walikuwa wakiangalia mambo fulani. Scriptures. Maandiko. In chapter 2 katika mlango wa pili of Psalms it says, ya Zaburi inasema, ask me of the nations, niulizieni mataifa, I will give them to you for your inheritance. Na nitawapatia kama urithi wenu. Like God is about to give you Europe. Ni kama vile Mungu anataka kupatia Europa. God is about to give you America. Mungu anataka kupatia America. I don't know whom I'm talking to. Sijui ninaongea na nani. Is there anybody believes in Psalms 2? Kuna mtu anaamini Zaburi 2? Remember, the first shall be last and the last shall be mwisho, na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Some of you are going to be so powerful in the United States. Maishani katika Marekani. You're already doing it in sports. Unafanya vizuri katika michezo. You're already dominating some games. Mnashinda michezo fulani. I don't know whom I'm talking to. Sijui ninaongea na nani. The problem with Africa, you don't believe in the Bible. Shida ya Afrika ni kwamba tuamini maandiko. Okay. Sawa. The problem with you, shida yako and me, na mimi, we have nothing else to believe in. Hatuna chochote lingine la kuamini. Our witchcraft is too weak. Uchawi wetu hauna nguvu. No, okay. Our politics is too confused. Siasa yetu imechanganyikiwa. Our armies are too weak. Jeshi letu liko ni Come on. Our armies are too weak. Majeshi yetu ni hafifu. We have no inventors. Hatuna wabunifu. Hello? Come back, guy. Come back. I have no time to waste. Let me say it again. Our politics is too confused. Siasa zetu zimechanganyikiwa. Our armies are too weak. Jeshi letu limechanganyikiwa. Our witch doctors, wachawi wetu, have no power. Hawana nguvu tena sasa. Because I don't know why they did not bewitch these white people when they were coming here. Kwa sababu sielewi kwa nini hawakoroga hawa wazungu walipokuwa wanafika huku. The Bible tells me, maandiko inaniambia, there was an army coming to attack a man of God. Kulikuwa na jeshi lilikuwa linakuja kupiga mtu wa Mungu. They say, Elijah, where are you? Akasema, Elia uko wapi? And he prayed, na akaomba, and this man got lost. Na huyu jamaa akapotea. I don't know why. Kimasi did not bewitch the white people and they went to Indian Ocean. Kwa nini hawakoroga lakini wakaenda bahari kubwa? Tonight is not your ordinary night. Usiku wa leo sio usiku wako wa kawaida. I said tonight is not your ordinary night. Sema usiku wa leo sio usiku wako wa kawaida. So our spiritual power is too weak. Kwa hivyo nguvu zetu za kiroho ni nyonge.
Because witch doctors would have bewitched all these white people. Mrogi angeroga wale watu weupe. And they ended up in India. Lakini wakaenda kule bahari. So we have to get back to the Bible. Kwa hivyo lazima turudi kwa maandiko. We have to get back to the Bible. Lazima turudi kwa Biblia. And at least find one or two scriptures. Na tafute maandiko moja mbili. Which will work for us. Ambayo itatusaidia sisi. Which we can use to turn the things around. Ambayo tunaweza tukatumia tugeuze mambo. Tell the person next to you. Ambia jirani. Your things are not working. Unajua mambo yako haifanyiki. Don't waste time using them anymore. Usitumie wakati wako kutumia zaidi. Your things are not working. Shughuli zako hazifanyiki. Your mother used them. Mama yako alizitumia. Your grandfather used them. Babu yako akatumia. Your founders of your tribe used them. Hata wale wenye kabila lako wakatumia. Your things are not working. Mambo hayaendelei. When you look in the Bible, ukitazama Biblia, you're not the first African on this continent. Waona Mwafrika wa kwanza katika jimbo hii. Tell the person next to you. Ambia jirani yako. You are not the first African on this continent. Wewe sio wa kwanza hapa Afrika. And you are not the first Kenyan on this place. Na wewe sio Mkenya wa kwanza hapa. There were people who were here before you. Kulikuwa na watu walikuwa hapa mbele yako. Now tell the person next to you. Sasa mwambie. I don't even know where you came from. Hata sijui wewe ulitokea wapi. Sikuelewi. Tell the person next to you, you look like you came from somewhere. Mwambie unakaa ni kama ulitokea mahali. And I don't know what brought you here. Na sijui nini kilikuleta hapa. So don't stop me. Kwa hivyo usinisimamishe. When I'm about to become the greatest Africa that Africa has ever seen. Wakati nitakuwa Mwafrika kati ya Afrika wengine. Enough is enough. Itosha imetosha. Oh, I can't hear anybody here. Nasema imetosha. Enough of poverty is enough. Nasema imetosha, imetosha. Enough of confusion is enough. Kuchanganyikiwa na umaskini imetosha. Enough of weakness is enough. Unyonge umefika mwisho. Through the Bible, you will find out that there are several. I mean, the Bible will not be the Bible today if Africa was not involved. Biblia sio Biblia leo kama Waafrika hawapo. So let's make the record straight. Kwa hivyo ni vizuri tuweke rekodi sawa. Before I even start ministering. Kabla hata nianze mahubiri. Let's just run through the Bible. Wacha tuingie katika Biblia sasa. Right down in the beginning. Kule mwanzo. Right down in the beginning. Kuanzia mwanzo. God planted a garden. Mungu aliweka bustani. And when you look at where the garden was, na ukitazama mahali bustani ilikuwa, the garden, come on, look at the Bible. Look at the Bible. Tazama Biblia. Genesis chapter 2. Mwanzo 2. So let's find these Africans where they came from. Acha tuangalia Afrika walitokelea wapi. Because now you're finding them all over the world and you ask them, what are you doing here? I said, I don't know. Sasa wako kila mahali unauliza mnafanya nini hata hatujui kile kitu. They're in China, they're in America, they're in Europe. Wako China, wako America, wako Europa. I said, what brought you here? Nini kilikuleta huku? They don't know why they're there. Hawajui kwa nini waliingia ndege wakaenda kwa wenyewe. Verse 10, and the river went out of Eden. The river went out of Eden. Katoka Edeni. The river went out of Eden. Ukatoka mto katika Edeni. To water the garden. Wakuitilia bustani maji. And hence it was parted. Na kutokea hapo kagawanyika. And became into 4 heads. Kuwa vichwa vinne. The name of the first is Pishon. Jina la kwanza ni Pishoni. That is which encompasses the whole land of Havila. Ndio unazungukia nchi yote Havila. Where there is gold. Ambapo kuna dhahabu.
And the gold of that land is good. Na ile dhahabu ya kule basi ni njema. There's obsidian and the onyx stones. Na huko kuna bedola na vito shito. And the name of the second river is Gihon. Na mji wa pili ukaitwa Gihon. The same is it that encompasses the whole land of Ethiopia. Unaozunguka nchi yote ya Kushi, Ethiopia. Ethiopia is not in Europe. Ethiopia haiko Europa. Ethiopia is not in Middle East. Ethiopia iko katika Middle East. I'm about to come there and slap you Africans. Nakuja pale nikucharaza makofi wewe Mwafrika. Look at the person next to you. Angalia mtu ambaye amesimama na wewe. Where did you come from? Ulitokea wapi wewe? Say, I've been trying to waste my time on you. Nimejaribu kukusaidia wewe. Well, I don't even know where you come from. Hata sijui ulitokea wapi. Ask him. Muulize. He said, where did you come from? Mwafrika wewe ukatoka wapi wewe? Right down in Genesis chapter 2. Kutoka Mwanzo 2. Africa is smack in the middle. Afrika imewekwa kati. Now you Africans have no excuse to give. Sasa nyinyi Afrika hamna sababu. God has been trying to put you in his plan. Mungu amejaribu kuweka katika mpango wake. Right down from the beginning. Kutoka mwanzo. But I don't know why you are looking the way you look and the way you behave and the way you do things. By the way, where did you get that witchcraft? Nani alikuroga? Ask the witch next to you. Muulize mganga mchawi mrogi. And say, you witch doctor, where did you come from? Wewe mrogi ulitoka wapi? The Bible, sit down please. Keti tafadhali. Sit down please. Keti tafadhali. So the issue of Africa, kwa hivyo shida ya Afrika, did not begin with an African man carrying the cross. Haikuanza wakati ule jamaa alibeba msalaba. God was using Africans Mungu aliwatumia Waafrika than he was using Europeans. Kuliko vile alitumia watu wa Europa. When he wanted to start a new nation, alipoanza kuanza taifa mpya, a nation of his chosen people, the Israelites, taifa aliyochagua Israeli, he called Abraham. Akamwita Ibrahim. And where did he send him? Na akamwona wapi? He said to Abraham in Genesis chapter 12. Akamwambia Ibrahimu mlango wa pili wa Mwanzo. He said, Abraham, akamwambia Ibrahim, I'll bless you. Nakubariki. And I'll take you to the nation. Na ninakupeleka katika taifa. I'll take you to a land nakupeleka katika mji where I will bless you. Mahali nitakubariki mimi. The land was not Canaan. Ile haikuwa Kanani. The land was Egypt. Ilikuwa Misri. God blessed Abraham in the land of Africa. Mungu akambariki Ibrahimu. Egypt is not in Europe. Misri haiko Europa. Okay. Egypt is not in America. Misri haiko Amerika. Egypt is on African continent. Misri iko katika Afrika. When God wanted to bless Israel, wakati Mungu alitaka and he blessed Abraham, akamwambia Ibrahim, he said, get out of the land. Toka katika mji wako. Go to the land that I'll bless you. Genesis chapter 12. Nenda katika mji nitakuonyesha Mwanzo. So where was that land? Kwa hivyo huo mji uko wapi? The Bible said, and Abraham, maandiko yanasema Ibrahim got out of his father's house, akatoka nyumbani kwa baba, and he began to move, na akaanza kutembea to the land. Kwa mji. And he met the land and saw the land was full of Canaanites. Na akakuta mji umejaa Kanaani. He did not stay there. Hakukaa pale. He put an altar there. Akaweka madhabahu.
And then the famine came. Alafu kukaja kiangazi. And the famine moved him to Africa. Na kiangazi kaja Afrika. And when he was in Africa, alipokuwa Afrika, he was blessed akabarikiwa with human resource, akabarikiwa na natural resource, akabarikiwa na mambo and Abraham in Genesis chapter 13, he came out loaded and blessed. Akatoka amejaja amebarikiwa. He wasn't blessed in Canaan. Hakuwa amebarikiwa Kanaani. He was blessed in Africa. Alibarikiwa Afrika. Now look at the person next to you. Sasa tazama Mwafrika aliye karibu. He said, I want to know, nataka kujua, how blessed are you? Umebarikiwa kiasi gani? Look at that African man. Look at that African woman. Mwangalie mwanamke Mwafrika. He said, I want to know, sahi nataka how blessed are you? Umebarikiwa namna gani? Now follow with me, because this is not my message. It just came into my spirit. And then all of a sudden, punde si punde, Abraham is here, he lies. Ibrahimu ako hapa akadanganya. He was afraid. Alikuwa na woga. He enters as Pharaoh blessing him. Akaona Farao akimbariki. But Pharaoh was also wise. Lakini Farao ni mwerevu. Because he has never seen maana hajawahi ona a people watu who are too old ambao ni wazee and they look more beautiful. Lakini wanarembeka kuliko vijana. Sarah was not a teenager. Sarah hakuwa kijana mwana. Sarah was 80 years old. Sarah alikuwa miaka 80. But she looked like she was 18. Lakini alikaa kama kijana. And she was Miss World. Na dunia hii. The anointing will make you more beautiful than the beautiful. Upako utakurembesha kuliko urembo. Tell the person next to you. Ambia jirani. Say, I don't know what's wrong with you. Sijui shida yako ni nini wewe. But when the anointing comes on you, lakini upako ikija juu yako, you will be the most beautiful on your village. Utarembeka kuliko vijiji vyenyu. Listen, Sarah was poor. Skiza, Sarah alikuwa maskini. Sarah was barren. Sarah alikuwa tasa. Sarah was looking for food. Sarah alitafuta chakula. People who look for food, watu wanaotafuta chakula, they look emaciated. Wanakaa hawajakula. They don't look nice. Na wanakaa wanaana kitu. But when she walked in Egypt, lakini alipoingia Misri, all the jaws dropped. Kila kitu kikavunjika. They have never seen a beautiful woman like that. Hawajawahi ona mwanamke mrembo kama Sarah. Child of God, mwana wa Mungu, the anointing of the Holy Spirit Roho wa Bwana will create you, and there will be no competition in your life. Utakuumba wewe, hapata kuwa na pingamizi. So Pharaoh said, kwa hivyo akasema, I mean, there are people who don't believe in beauty. Kuna watu ambao hawaamini kurembeka. There are people who don't believe in looking good. Kuna watu ambao wanapenda sura mbaya. Tell the person next to you. Ambia jirani. He said, we are not talking about you. Atuongee kuhusu wewe. This is for us. Hii ni yetu sisi. Who believe in the Holy Spirit. Ambao tunaamini Roho. Who believe in Jehovah. Ambao tunaamini Yehova. Because he makes all things beautiful. Afanya mambo yote marembo. In his time. Katika nyakati zake. The Bible tells me Maandiko yaniambia the Pharaoh was wise. Alikuwa basi mwenye hekima Farao. He said, you came in my country. Ukaja nyumbani kwangu. You threatened me with your beautiful wife. Na pia sasa ukaniletea mke wako mrembo. And now you've taken all my money. Na sasa umechukua pesa zangu zote. I'm going to sow into you. Nitakupandia mbegu. Someone. Mtu. Who one day ambaye siku moja will bring out what your secret is. Atatoa siri za kwako. He planted Hagar. Akampanda Hagai. He said, Hagar. Akasema Hagai. He said, parents, I know you're going to miss your girl. Sema njua kwamba mtoto wenu ameenda. But she's smart. Lakini yeye ni mjanja. She can learn the language of these people. Amesoma lugha hawa watu. They just came with one woman beautiful. Wamekuja na mwanamke mmoja mrembo. And they have taken all our things. Na wamechukua vitu vyetu vyetu. Our gold, our silver and our cattle. Wamechukua dhahabu na dhahabu na kila kitu. Go and learn their language. Nenda msome lugha yao. Go as far even as
far as the bedroom is concerned. Enda mpaka chumbani cha kulala kitandani. Pick up their secrets. Chukua siri zao. And bring us the best of them. Na mlete kizuri cha wao. We will recover what we lost. Tutachukua kile wamechukua. You think Sarah was just taken? Unadhani Sarah alichukuliwa tu? To help Sarah? Kusaidia Hagai alichukuliwa kusaidia Sarah? She was a spy. Alikuwa tu yeye ni kwa kuangalia mpelelezi. Unfortunately, today the girls we are sending to Dubai, to London, sasa wasichana wetu tukiwatuma Dubai na London, they have no mission. Hawana mishoni yoyote. I'm sorry. Poleni, the one we are sending outside, wale tunatuma UAE, they have never come back and tell us kurudi that this is how the Arabs are succeeding. Hivi ndivyo Arabu this is why the Europeans are succeeding. Hivi ndivyo Europe wamefanikiwa. Now they're there working, wako pale wanafanya making money, wakipata pesa, and bringing shoes. Alafu analeta viatu na handbag. Tell the person next to you, ambia Mwafrika, what's wrong with you Africans? Wewe shida yako ni nini? Who bewitched you? Ni nani alikuroga mrogi mwenzako? Hagar goes. Kaya kaenda. And she served so well. Na akatumika vyema. She served Sarah so well. Akatumikia Sarah sana. And Sarah saw her as surrogate. Na Sarah akaona ya kwamba huyu anaweza akanipa mbegu ya uzazi. And the wealth is increasing. Na sasa utajiri waongezeka. And Sarah is threatened. Na Sarah yuko pale. And she said to her husband. Na akasema kwa mmewe. You know, Hagar, unajua Hagar, did not entice Abraham. Hakumtongoza Ibrahim. I've had so many people binding the spirit of Hagar. Wakifunga roho wa Hagar. Hagar did not go there to wreck the marriage. Hagar hakwenda kuanguka na hiyo ndoa. She was requested. Aliulizwa. Not by the husband. Sio na mme. Na Sarah mwenyewe. When you know your mission, ukijua mishoni yako, they will request you. Watakuuliza wewe. They are about to request you. Wanaenda kukuuliza. Kenya, can you, like they did in Haiti. Kenya, hata Haiti. You see, when you prepare, ukijiandaa, and you know the mission, like they came to Kenya and say, Haiti is a problem. Haiti ndio shida wa Kenya. We believe the army of Kenya can help us. Tunaamini polisi wa Kenya watusaidie. The world is about to ask Africa for help. Dunia itauliza Afrika msaada. I don't know whom I'm talking to. You just increase the anointing. They are about to call for you. Tell the person next to you. Let me tell you, you young people, don't let people misuse you. Because the time for you to be requested on an international level has arrived. And you know, if someone wants to destroy your destiny, he will give you what you don't deserve. He will give you what's lower than your level. He will give you what you don't need. Are you hearing what I'm saying? But they're about to call you. They're about to say, give us 1 million young people. But if you are busy burning your own buildings, who will ask you to come? The devil is a liar. Shetani ni muongo. He allows you to act your foolishness anakuambia ufanye upumbavu wako when the whole world is watching. Wakati dunia yote inakutazama. The international TVs are on you. Sasa CNN na wale wengine wanakutazama. And the cameras are running. Na makamera za kuangalia. So one day, kwa hivyo siku moja, they will ask people to go. Watauliza watu waende. And for them, na kwao, they run background check. Wanataka wajue umetokea wapi. And lo and behold, the AI, natazama AI, will spot you. Watakuangalia wewe mulike.
When it's your time to go to another level. Wakati ni wakati wako wa kwenda kiwango kingine. And that's a guy who burned the parliament. Lakini kuna Hagai ambaye alichoma parliament bunge. Don't bring him here. Usimlete hapa, ni Hagai. Before Isaac, kabla Isaka, Ishmael came. Ishmaeli akaingia. When you are about to have a major breakthrough, ukienda kupata upenyo mkuu, the devil offer you nonsense. Shetani anakupatia upuzi. I'm talking to somebody. Kuna Waafrika naongelesha. Hagar Hagai goes to Abraham's home. Akaenda nyumbani kwa Ibrahimu. She sees how they pray. Akaona vile wanaomba. She doesn't pray. Haombi. She's not involved in their prayers. Hata haingii kwa maombi. But she knew how to pray. Lakini alijua kuomba. When her son was dying, wakati mtoto wake alikuwa and there was no food, na hapakuwa na chakula, Hagar prayed. Hagar akaomba. And God had Ishmael. Na Mungu akamsikia Ishmaeli. You may not know what to do right now. Labda hujui cha kufanya sasa. But I prophesy. Lakini natabiri. Your time has come to go to another level. Wakati wako umefika, enda kiwango kingine. Hagar gets pregnant. Hagar akashika mimba. Sarah said, Sarah akasema, the baby you are producing is mine. Mtoto ambao unamzaa ni wangu. My goodness. Bwana. Africa is injecting blood in the chosen family. Imeweka damu kwa kitu cha kigeni. She produces akazaa a son, mwana, who is African, ambaye ni Mwafrika, and who is Hebrew. Na basi ni Myahudi. Bringing Africa, kuleta Afrika, in the plan of redemption. Katika ile mpango wa ukombozi. Because there's going to be only Hebrews. Kwa sababu pangekuwa tu na Wayahudi peke yao. But this African comes in the family of the plan of redemption. Huyu Mwafrika akaingilia mpango. That's why the African man carried the cross. Ndio maana Mwafrika akabeba msalaba. She brings the African continent, akaleta jimbo lote la Afrika, in raising Israel. Katika kuinua Israeli. How did it happen? Ilifanyika namna gani mpendwa? Abraham goes. Ibrahimu akaenda. Isaac is born. Isaka akazaliwa. Ishmael is sent out. Ishmaeli akafukuzwa. But Ishmael is not just a child of an African woman. Lakini Ishmaeli sio mtoto tu wa Kiafrika. By the way, look at the woman next to you. Lakini tazama mwanamke aliye karibu na wewe. I said, are you an African woman? Muulize wewe ni mwanamke Mwafrika? I said, are you an African woman? Muulize wewe, je, ni mwanamke Mwafrika? Men just find any woman around there. Angalia tu kama ni mwanamume, angalia mwanamke tu. And said, are you an African woman? Muulize wewe ni Mwafrika, mwanamke Mwafrika? Say, you African woman. Mwambie wewe mwanamke Mwafrika. Start producing that will change Africa. Acha kuzaa kile ambacho kitabadilisha Afrika. You African women. Nyinyi kina mama Afrika. Stop producing thieves. Wacheni kuzaa wakora. Start producing lumpens. Wacheni kuzaa vitu bure. Come on, tell that African woman. Angalia mwanamke Mwafrika, mwambie. And you African woman, turn to the one who is asking you. Na wewe Mwafrika mwanamke, geukia huyo mwingine anayekwambia. And say, who is your mother? Mwambie mama yako ni nani? Who is your mother? Ulize nyokwa ni nani? Hagar was sent away. Hagar akafukuzwa. When her boy was very young. Wakati mtoto wake alikuwa mdogo. Probably 7 years old. Miaka 7 tu. And she was given a water. Na akaambiwa. And a piece of bread. Na akapewa mkate tu na maji. Abraham was a rich man. Ibrahim alikuwa tajiri. He had cattle. Alikuwa he had gold. Alikuwa na, he has silver. Alikuwa na dhahabu. Hagar never asked to be slept on. Kile ambacho kitabeba ndani yake. Hagar never said, I need a man to marry. Hagar kusema nataka mwanaume anioe. Her destiny was sabotaged. Hatima yake ikachukuliwa. It was cut short. Ikaondolewa. She marries an old man. Akaoa mzee. She didn't marry him.
She produces a child for an old couple. Lady Hagar was 18 years old. But she was a garant woman. She said, whatever God has given me, I'll make the best thereof. The Bible doesn't tell us that Hagar got married and got more children. But the Bible says she had Hagar. She had Ishmael. And she raised her son the best she could. She raised Ishmael the best she could. And lo and behold, her descendants comes around and buys the grandchildren of Sarah. Wakaja wakanunua vijukuu na vitukuu wa Sarai. She buys akanunua the grandchildren of Sarah. Wale vijukuu wa Sarai. She buys Joseph. Akanunua Yusufu. And she said, I was sent on a mission. Akasema nilitumwa mishonari. Don't keep this boy here. Usiweke huyu mtoto hapa. Return him home. Mbadilishe, mrudishe nyumbani. Take him to Egypt. Mpeleke Misri kwao nyumbani. Mission accomplished. Sasa nimemaliza kazi yangu. The Ishmaelites, wale wa Ishmaeli, who were sent away, ambao walifukuzwa with bread and water, wakiwa na mkate na maji, now they have enough money, sasa wana pesa tosha, to buy a grandchild of Sarah, kununua kijukuu na mtukuu wa Sarai. The time has come. Wakati umefika. The anointing must increase on Africa. Upako lazima ujumilike kwa Afrika. When you go back where you are going, utarudi mahali ulipoenda, Europe or Asia or America, iwe Asia ama Marekani, you're going to send them back. Utawarudisha nyumbani. What make Israel great? Kile kilifanya Israeli iwe kuu. Hagar said, Hagai akasema, my homeland, nyumbani, I'm sending you. Ninakutuma. What has made Israel great? Kile kimefanya Israeli iwe kuu. It is in Joseph. Ni katika ndani ya Yusufu. He can dream. Anaweza akaota. He can interpret. Anaweza akatafsiri. He can organize. Anaweza akajipanga. He can lead. Anaweza akaongoza. Joseph goes to Egypt. Yusufu akarudi Misri nyumbani as a slave. Akiwa kama mtumwa. Potiphar works with him. Potifari akamfanyia kazi. Sooner or later they realize God is with him. Baadaye wakagundua Mungu yuko na Yusufu. To make the whole story short, basi nikwambie hadithi kwa ufupi. Potiphar's wife said, Potifaro mke wake akasema, me, I don't want the spiritual seed. Mimi sipendi mbegu ya kiroho. I want the physical seed. Nataka hii ya kiasili inaweza nikaguza. That I may multiply you in little Potiphars. Ili ya kwamba nijiongezee nyumbani kwa Potifaro kujai. Not by might. Sio kwa nguvu. Not by power. Sio kwa uweza. But by my spirit. Lakini kwa roho wangu. Joseph refuses. Yusufu akasema haifanyiki. I know Joseph was a holy man. Najua Yusufu si kwamba alikuwa mtakatifu. I knew Joseph was a righteous man. Yaani alikuwa mwenye haki. But also Joseph knew. Lakini Yusufu alijua. Potiphar had no son. Potiphar ana mwana. And his wife, na mke wake, wanted to do, alitaka kufanya, what Sarah kile Sarah did to Hagar. Alimfanyia Hagai. And he withdrew his seed. Na akaondoa mbegu yake. To make the whole story short, nikwambie tu kwa ufupi mpendwa. Are you with me? Uko na mimi? Joseph is in Egypt. Sasa Joseph is in prison. Yusufu ako katika jela. Pharaoh gets a dream. Akapata ndoto Farao. Joseph said, Yusufu akasema, when Pharaoh called him, wakati Farao alimuita, he said, Mr. Pharaoh, akasema bwana mkubwa Farao, Jehovah has revealed to you, Jehova amekufunulia what he is about to do. Kile anaenda kufanya. Now listen to this. Sasa sikiza.
Pharaoh was a leader, political leader. Farao alikuwa kiongozi wa kisiasa. But God, lakini Mungu, was revealing to Pharaoh, alijifungua kwa Farao, what he was about to do. Kile alikuwa anaenda kufanya. So the Pharaohs, kwa hivyo Farao, God was talking to them. Alikuwa anawaongelesha. I'm wondering, na akiuliza, is God still speaking to African leaders? Mungu bado anaongelesha viongozi wa Afrika? Look at person next to you. Tazama mtu karibu. Say, is God talking to you? Muulize, Mungu anakuongeleshaga wewe? When did God last talk to you? Mungu alikuongelesha mwisho lini wewe? No, ask the person next to you. Muulize. When did you hear from God? Ulisikia kwa Mungu siku When was the last time you heard from God? Siku gani ya mwisho ulisikia Mungu? The scripture says, I don't have time to take you there. Maandiko inasema tusiende kule. Joseph is staring Pharaoh. Yusufu anamwambia Farao. He said, Jehovah has revealed to you. Jehova amekufunulia wewe. What is about to do. Kile anaenda kufanya. And this is what the meaning of your dream is. Hii basi ndio tafsiri ya ndoto yako Farao. The leaders of Africa, viongozi wa Afrika, we are dreaming of how to feed the world. Waliota vile watalisha ulimwengu yote. Not how to beg from the world. Sio kuomba. Genesis 41:25. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. God has showed Pharaoh what he's about to do. Amemwonyesha Farao kile ambacho anaenda kufanya. And Pharaoh, Joseph reveals everything. Na Yusufu akafungua kila kitu. Thank you. And Pharaoh said, na Farao akasema, listen to what Pharaoh said. Sikiza kile alisema. Is there any man in the land kama kuna mtu yeyote duniani in whom the Spirit of God is? ambaye ndani yake amebeba roho wa Bwana? How did Pharaoh know the Spirit of God? Farao alijua namna gani roho wa Mungu? The African leaders of those time, viongozi wa Afrika siku zile, God was talking to them. Mungu aliwaongelesha. And they knew the Holy Spirit. Na walijua Roho Mtakatifu. Genesis 41:38. Mwanzo 41:38. Now before you follow any leader, lakini kabla ufuate kiongozi wowote, don't ask him about his doctorate. Usimuulize ama ana degree. Don't ask him about his tribe. Usimuulize ametoka wapi. Don't ask him about his money. Usimuulize pesa zake. Say, do you know the Holy Ghost? Muulize, unajua Roho Mtakatifu? Because if he doesn't know the Spirit of God, kwa sababu kama hajui Roho Mtakatifu, he will never know who you are. Hata waijua wewe ni nani. If Sarah knew, kama Sarah alijua who Hagar was, Hagai alikuwa nani, she would not have asked him to sleep with her husband. Hangeamwambia alale na mumewe. You women here, nyinyi kina mama nyinyi, can you allow any woman to sleep with your husband? Unaweza ukaruhusu usiku wa leo mtu yote alale na mume wako? Why did Sarah do that? Sarai kwa nini alifanya vile? He did not know who she was. Hakujua Hagai. Because you never know the one who's led by the Spirit. Kwa sababu ujui yule ambaye anaongozwa na Roho. You don't know where he's coming. You don't know where he's going. Ujui kule anaenda. When you are full of the Holy Spirit, ukijawa na Roho, even your enemy, hata adui yako, will clap hands for you. Atakupigia makofi. They will open a door for you. Watafungua milango kwako. Because it's not about you. Kwa sababu sio wewe. It's about the mission you have. Ni kuhusu taifa uliobeba. And Pharaoh said to his servants, na sasa akamwambia verse 38, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? Tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho wa Mungu? So those of you who think Africa, witchcraft is part of Africa, kwa hivyo ambao wanafikiria kwamba uchawi ni Afrika, where did you get that stuff? Ulipata hiyo habari wapi? Because 5000 BC, kwa sababu miaka 5000 kabla African leaders, God was talking to them. Watu Afrika waliongozwa na roho. And the Spirit of God was talking to them. Na roho wa Bwana aliwanenea. And they were dreaming global dreams. Na waliota ndoto. Global dreams. Waliota ndoto za ulimwengu. Look at the person next to you. Tell him, I said, I'm not leaving you. Mwambie sikuachi. Because you are ugly. Kwa sababu wewe ni sura mbaya. Or because you are short. Sio kwa sababu wewe ni mfupi. I'm leaving you. Na kuacha.
Because you don't know God. Kwa sababu hujui Mungu. And you don't have the Spirit of God. Na hauna roho wa Mungu ndani yako. Egypt, Misri, because of Joseph, kwa sababu ya Yusufu, partnership now. Sasa wakaungana. They feed the whole world. Wakalisha ulimwengu wote. They create the first World Bank. Wakatengeneza benki kuu ya dunia yote. All the money, the Bible said, all the money in Canaan, in Egypt, in Europe, ended up in Egypt. Pesa yote ya Europa, Canaan, kila mahali ikaja Misri. The children of Israel come. Wana wa Israeli wakaja. Jacob comes. Yakobo wakaja. With his 72 sons. Na watoto wake 72. With 70 people. Na watu 70. From Abraham. Kutoka Ibrahim. To Jacob. Kwa Yakobo. A generation is 40 years. Kizazi cha miaka 40. 40 years. Miaka 40. That is 160 years, apostle. Hiyo ni miaka 160 mtume. Since Abraham. Kutoka Ibrahim. To Jacob. Kwa Yakobo. 160 years. Miaka 160. When you add on the Joseph, ukiongeza Yusufu, that is 200 years. Hiyo ni miaka 200. The Hebrews, Waibrania, were only 70. Walikuwa 70 peke yake. 200 years. Miaka 200. The Hebrews, Waibrania, were just 70. Walikuwa watu 70. God saw, Mungu akaona, they cannot develop and grow and multiply where they are. Hawawezi wakajikuza pale walipo. So he sends them to Africa. Kwa hivyo akawatuma Afrika. To grow, kukuza, to develop, kuendelea, and to multiply. Na pia kujumulika. I'm talking to somebody today. Kuna Mwafrika naongelesha leo. If God wants to grow anything, kama Mungu anataka kukuza chochote, it has to go through Africa. Lazima kipitie Afrika. That's why Europe had to come. Ndio maana Europa ije. They had reached the stage walifika kiwango where they could not develop. Mahali hawangeongezeka. They needed to pass through here. Walihitaji wapite huku. But the problem is, lakini shida ni, we who are anointed sisi to grow and develop, tuendelee kukuzika, we have failed to develop and grow. Tumekosa kuendelea. The Hebrews were here for 430 years. Waibrania walikuwa huku kwetu Afrika miaka 430. By the time they were leaving, walipokuwa wanaondoka, the Bible says in Exodus chapter 2, maandiko yanasema katika Kutoka 2, that they were exceedingly mighty. Walikuwa na nguvu zaidi ya kiasi. That the land was filled with them. Nchi ikajaa wao. They were prosperous. Walikuwa wamefanikiwa. And when God took them out, na wakati Mungu aliwatoa, they had gold in their pockets. Walikuwa na dhahabu mfukoni. They had clothes on their back. Walikuwa na nguo wamevaa. They had shoes on their feet. Wakavaa viatu. And they left a mighty army. Na wakatoka jeshi kuu. They came hungry. Wakaja wakiwa na njaa. They came starving. Walikuja wakiwa na kiangazi. They had a party a night before they left. Wakawa na sherehe usiku kabla waondoke. Their stomach was full. Wakajaa tumbo zao. Today, leo, we who has the anointing, sisi ambao tuna upako, to feed Israel, kulisha Israeli, to bless the world, bariki dunia, we are starving. Sasa sisi ndio kiangazi imetufunika. For you to show you, to make you understand, I didn't want to show you this, but let me show you this. Wacha nikuonyeshe, sikutaka lakini wacha nikuonyeshe. We had a place called Karamoja. Karamojong are like Masai people. Karamojong ni kama wa Masai wa kwetu hapa. Like Pokot, they are. That's the same. When the European came, wakati wa Europa walikuja, this is what they did. Hivi ndivyo walifanya. Africa was a wave. Afrika ilikuwa ni kama wimbi. Africa was not countries. Afrika haikuwa mataifa. Africa was a continent. Ilikuwa ni jimbo bonde la Afrika. Africa
Afrika, we had no tribes. hatukuwa na makabila. We picked the thing called tribes from Hebrews who came to Egypt. Tulichukua ukabila toka kwa Ibrania waliotoka Misri. Even the root word Africa, where does it come from? Jina lile Afrika latokea wapi? Is it a Swahili word? Ni jina la Kiswahili? Is it a Luganda word? Ni jina la Kiganda? Is it a Kikuyu word? Ni jina la kwenye Kikuyu? Is it a Fulani word? Ni jina la Kifulani? Is it a Ghanaian word? Ni jina la Kigania? Who told us we are African? Ni nani alituambia sisi ni Waafrika? I've researched for that word in every language on African continent. Nimefanya utafiti wa lile jina katika mahali kote. It does not exist. Haipo In our languages. katika lugha zetu. So who called us Africans? Ni nani huyo alituita Waafrika? And we accept. What does it mean? Inamaanisha nini na vile tunaipenda? I know the word Muzungu. Najua lile jina Mzungu. It means a white person. Inamaanisha mtu mweupe. What does Africa mean? Sasa Mwafrika inamaanisha nini niambie? Africans. Waafrika. We didn't have tribes. Hatukuwa na makabila. We had work. Tulikuwa na kazi. You were known by your work. Ulijulikana na kazi ya mikono yako. If you were a porter, kama wewe basi ni mfinyazi nyungu, you were called a porter. Ukaitwa mfinyazi nyungu. And you can find porters from Nigeria, na unaweza ukawapata wale wa Ethiopia, kule Ethiopia na Nigeria, Africa, I mean Egypt, Misri, Uganda, and you find that those people, that's what they do. Na wale watu hiyo ndio kazi yao kufinya nyungu. You have herdsmen here. Sasa una wale ambao ni wachungaji hapa. Don't you? Yes sir, we have them. Who are they? The Maasais, the herdsmen. Ni wachungaji wa ng'ombe na kondoo na mbuzi. Now cross into Uganda. Sasa ingia Uganda. Are they there? Wako huko? Move to Ethiopia. Are they there? Nenda Ethiopia. Wapo. Go to South Sudan. Are they there? Nenda Sudan ya chini. Wapo. Go to Nigeria. Are they there? Nenda Nigeria. Wapo wa fulani. They are the same. Ni wale tu. They are all tall, they are all slender. Wote ni warefu. They all feed on animals. Wote wanakula nyama. That's their life. They are nomadic. Wao niyo ni kazi yao kula nyama choma hao. And then you have those who grow crops. Na sasa una wale ni wakulima. And you can find them all over the places. Na wako kila mahali. Africa was like a wave. Afrika ilikuwa ni kama mawimbi. Like the labels of a zebra. Ni kama vile that was Africa. Iyo basi ilikuwa Afrika. But when they came, lakini walipofika, they cut through the families. Sasa wakapitia kwa familia. They had people who are not supposed to be added wakaongeza watu ambao hawafai kuwa na wao. And then now you started calling yourself, we are not that class, we are this class. We are not that tribe, we are this tribe. Mimi si wako, mimi ni wako, mimi si class hiyo mimi. Africans. Waafrika. Okay. Aya. You call yourself African. You Africans. Unajita Mwafrika sio? You Africans. Wewe Mwafrika. Huh? You are the same. Wewe ni moja. It should be known by what you do. Itajulikana kwa kazi ya mikono yako. You are defined by your work. Wewe watangulizwa na ile kazi yako. Come here, sister. Njoo dada, njoo. Let me show you what I'm talking about. Wacha nikuonyeshe kile nakisema. Come up. Njoo, njoo. If this one is in Uganda, kama huyu yupo Uganda, she has a tribe there. Ana kabila kule. This one. Huyu. If she goes to Rwanda, akienda Rwanda, she has a tribe there. Ana watu wa kwao huko.
If she goes to Ethiopia, akienda Ethiopia, she has a tribe there. anakaa kama wako na watu wakuo huko. So why are you trying to tell us your tribe is better than my tribe? Kwa hivyo kwa nini unaniambia wewe ni mzuri kuliko kabila la kwetu? When you are all over Africa. Wakati wewe umejaa kila mahali Afrika. And you know what they did? Unajua kile walifanya? They drew the demarcations in Berlin. Wakaweka hiyo mipaka mjini Berlin. On a piece of paper. Kwa karatasi. But because it was demonic, lakini kwa sababu ilikuwa imejawa na uchawi, as they drew the plan, the maps, walipochora ramani, it was drawn on our mind. Ikachorwa pia katika akili zetu. So now we put armies and tanks and garrisons to protect the border, Uganda and Kenya. Kwa hivyo sasa wakaweka majeshi walinde mipaka yetu, usivuke Mkenya uende Uganda. If you cross into Kenya, ukivuka they arrest you. Wanakushika. If you cross into Uganda, ukijaribu kwenda Migingo, they arrest you. Wanakushika. So all the guns you are buying, kwa hivyo hizi and all the army you are training, na hiyo mbio ambao mnanunua, is to keep Africans going to Africans. Ni kuweka Afrika wasiende Afrika kwingine. I'm sorry. So all these national identities you are talking about, kwa hivyo hivi vyote wasema ni kitambulisho chako. You are not fighting colonials to come. Au pigi wakolani wakuje. You are stopping Africans to go to Africa. Unapiga Waafrika wasiende Afrika. This is Kenya. Hii ni Kenya. This is Uganda. Huku ni Uganda. Don't come here. Usikuje huku. You know, when leaders don't have God and the Holy Spirit, viongozi wakati hawana roho na Mungu, that's what they do. Hivyo ndivyo wanavyofanya. The Europeans, wa Europa, from Germany, kutoka Germany to France, they just cross. Kwenda Ufaransa wanavuka tu. Africa, you try to cross here. Wewe jaribu kuvuka hapa. You try to go to Nigeria. Na jaribu kwenda Nigeria. They say, where is the visa? Iko wapi visa? I told you. Nilikwambia. I have people like her in Uganda. Baba ana watu kama hawa kule Uganda. And I just look at her and I know. Na yeye ukimwangalia anajua tu. I mean, if you take her from here, ukimtoa hapa, she will fit in Rwanda. Ataweza kukaa Rwanda. She will fit in Uganda. Atakaa Uganda. She will fit in Burundi. Atakaa Burundi. She will fit in Ethiopia. Atakaa sawa Ethiopia. She will fit in Nigeria. Atakaa Nigeria sawa. She will fit everywhere. Atakaa kila mahali. So how did she end up here? Kwa hivyo sasa alifika Kenya namna gani huyu? You ask yourself, how did she end up here? Alifika huku namna gani? Now, sasa, let me say you something. Wacha nikwambie. My brother, come here. Ndugu yangu njoo. Yeah, you come. Njoo ndugu. Now, because sasa kwa sababu I'm about to preach. Because naenda kuhubiri sasa, angalia. Something is about to hit this place. Kuna kitu kinachomeka hapa kimeanza kungua. Because sababu of what Africa went through. Kwa kile Afrika walipitia. We now have, sasa tuko na, when you go to South Africa, ukienda Afrika Kusini, we now have our brothers, sasa tuna ndugu zetu who look like him, ambaye wanakaa kama yeye. They are 100% African. Kabisa ni Waafrika. Because they were born here. Kwa sababu walizaliwa hapa. Look at them. Waangalie. In Kenya. Kenya. There are people who look like this. Kuna watu wanakaa hivi. And they are Kenyans. Na wao ni wa Kenya. Kweli. Now there are people who gonna say, kuna watu wanasema, you don't belong here. Wewe sio huku. When I was born here. Wakati nilizaliwa hapa. When my grandparents came here. Wakati babu yangu alikuwa hapa. They gave birth their children.
They grew up in Kenya. Wakakuwa hapa. They grew up in Uganda. Wakakuwa Uganda. Now you are telling me I'm not a Uganda. Sasa unasema mimi sio Uganda. You don't become a citizen of a country because of color. Haukui mwananchi fulani kwa sababu ya kala, rangi. You become a citizen of a country because you love that country. Unakuwa basi wa kule kwa sababu unapenda lile taifa. Because you grew up there. Kwa sababu ulikuwa you were kule. Born there. Ulizaliwa huko. Now all of you Kenyans are looking at me and say, what are you talking about? Sasa Wakenya wananiangalia wananiuliza nini unasema? You think Moses was Hebrew? Musa alikuwa Mwibrania? No way. Hapana. Moses was African. Musa alikuwa Mwafrika kabisa. Moses was African. Musa alikuwa Mwafrika. 11 generations vizazi 11 of Hebrews ya Ibrania lived in Africa. Waliishi Afrika. And Moses is an African name. Na Musa ni jina la Kiafrika. It was given to him by an African woman. Alipewa na mama Mwafrika. The daughter of Pharaoh. Mwana binti wa Farao. She's the one who called him Moses. Yeye ndiye alisema jina lako So Musa. Moses is not a Egyptian, Hebrew name. Musa si Mwibrania. It is an African name. Mwafrika. Now, I'm going to ask a question and then I'm going to share this and pray for people. Nakuuliza swali nishiriki alafu niombee watu. A Kenyans leave Kenya. Kenya. And he goes to America. Naende Marekani. And he marries there. Naoe huko. And he lives there. Naishi Marekani. And produces children there. Na zae watoto huko. And they are given a passport. Na wapewe passport cha usafiri. And those kids also grow in there. Na wale watoto wakulie kule. And they marry there. Na wawane huko. And they live there. Na waishi huko. I'm asking you. Na kuuliza wewe. Are they Kenyans? Ni wa Kenya or Americans? Ama ni wa Amerika? So all the white people. Kwa hivyo wazungu wote. Indians. Wote ni wageni. Whoever has come here. Yeyote amekuja hapa. And they have lived here. Na wameishi hapa. And this is where their home is. Hapa ndipo wamejenga manyumba. They are 100% Kenyans. Wote ni wa Kenya asilimia. Whether you like it or not. Upende usipende. I knew you're not going to clap your hands. Ninajua ya kwamba utapiga makofi. Because you are still demon possessed. Kwa sababu umejawa na roho ya kuwafukuza kwao Karen, umejawa na mapepo. That's exactly what happened to Pharaoh. Hivyo ndivyo Farao ilifanya. The Bible said there came a Pharaoh who did not know Joseph. Hakujua Yusufu. Africa. What took Pharaoh? Kile kilimchukua Farao. To sow a little girl Hagar. Kupanda Hagai. To send him in the secrets of Abraham. Kumtuma sirini mwa Ibrahim. And woo Israel into Africa. Na aweze kuleta Israeli Afrika. He decided to torment the people. Akaamua kutesa watu. And enslave them. Na akawafanya watumwa. God had given us Israel into Joseph. Mungu alikuwa amepeana Israeli kwa Yusufu. To help Africa go to another level. Kusaidia Afrika iende kiwango kingine. God was rewarding us. Mungu alikuwa anatuzawadia. Because whoever sow must reap. Aliyepanda avune. And his seed will never come back to him void. Mbegu yake itarudi bure. This demon possessed Pharaoh. Hii jamaa amejawa na mapepo Farao. Begin to look at the class of people. Akaanza kuangalia vilazi vya watu. Their skin. Akaangalia ngozi. Their language. Akaangalia vile wanakaa. And he said, you are Hebrews. Akasema nyinyi Waibrania. So he enslaved them. Kwa hivyo akawatesa. Until God was fed up. Mpaka Mungu akachoka. And he took them out. Akawatoa. All the money. Wote. With all the people. Pesa zote. And Africa was plundered. Na Afrika ikabakia ikiwa maskini. And when the Hebrew left, na wakati alitoka, the spirit left. Roho akatoka. And from that moment on, na kutoka siku zile tanzia kesho, Africa has never recovered. Afrika haijawahi pona. Queen Sheba tried. Malkia Sheba akajaribu. She tried. Akajaribu. But the rest of Africa refused. Afrika yote ikakataa.
Ethiopian eunuch man came. Yule jamaa Muethiopia mkuu akaja. In the New Testament he tried. Katika Agano Jipya akajaribu. It could not work. Haingewezekana. But now, lakini sasa, you and I, mimi na wewe, we are the chosen generation. Sisi ndio tumechaguliwa. You may be seated. Tafadhali ketini wa Afrika, ketini. We are the chosen generation. Sisi ndio tumechaguliwa. We are the royal priesthood. Sisi ndio tumechaguliwa. We have a mission. Tunaye mishoni. We have a mission. Sisi tuna kazi ya kufanya. And the mission must be accomplished. Na hiyo kazi lazima tuitimize. Not only to evangelize Africa. Sio tu kuleta injilisti Afrika. Not only to evangelize Africa. Sio tu kufanya Afrika yokoke. But to change the world. Lakini kubadilisha dunia. The world is in a very terrible shape. Dunia inakaa mbaya. Europe is killing each other. Europa wanajiua wenyewe. There is a war waging up in Russia and Ukraine. Kuna vita ambayo yapigano kule Russia na Ukraine. Which engulfs all Europe. Kila mahali kote Europa Gulf. Don't think it's just Russia and Ukraine. Sio usifikire ni Russia na Ukraine peke yake. The West and the East are ganging up together. Magharibi na mashariki wanapigana. Unless God steps in, Mungu asipoingilia kati, you are on the brink of the third world war. Tuko katika basi kuingia katika vita vya ulimwengu mara tatu. And nothing will stop it. Na kuna kitu itasimamisha. Until Africa tell them stop. Baka Afrika iwaambie wawache. You are not hearing what I'm saying. Hausikii kile nasema wewe. You said, where do we get the power? Basi tutapata nguvu wapi? We are the only now. Sisi tu ndio. If you are to measure the anointing in Africa today. Ukipima upako Afrika leo. And what is happening in Europe. Na kile chatendeka Europa. There is more anointing in Africa right now than ever before. Afrika sasa kuliko mbele. That's why we Africans cannot afford nonsense. Ndio maana tuache upuzi wa Afrika. Oh, you didn't hear what I just said. Hujasikia kile nimesema? God challenged me when we had a problem in Karamoja. Nilipata changamoto kule Karamoja. And people were dying of hunger. Na watu walikuwa nakufa njaa. And God said, how can you be a church? Alafu ati nyinyi ni kanisa namna gani? And you let people die like that. Watu wakafa namna hii. They were eating leaves. Walikuwa nakula nyasi, angalia. Leaves. Walikuwa nakula matawi. Have you ever realized? Ushawahi gundua? Little future Africans were buried in the grave. Angalia vile Afrika watoto walizikwa. That is the mother was look at the legs. Angalia miguu, angalia magoti, angalia miguu. Someone dying of hunger. Mtu anakufa. I said, no, it can't happen. Nikasema mimi haifanyiki. The Lord said, no, you can't. The anointing say you can't. Pako ikasema hapana. So we responded. Kwa hivyo tukajibu. We took them food. Tukawapelekea chakula. Saints. Watume. Those are the future people of Uganda. Hao ni watu wa Uganda, wateule angalia. But hunger was killing them. Lakini walikuwa wanakufa na njaa. When Africa know how to solve hunger. Wakati Afrika inajua jinsi ya kutoa njaa katika ulimwengu. I ask myself. Nikajiuliza mie. How can a human being jamaa namna gani mtu mwanadamu accept to live like that? Aishi hivi. Then I realize. Nikagundua. They have religion. Tuna dini. Not the Spirit of God. Lakini hatuna roho wa Mungu. And we who let them die. Na sisi ambao tuliacha wakafa. We wonder whether we have the Spirit of God. Tujiulize ama tuna roho wa Mungu. So we took them food. Kwa hivyo tukawapelekea chakula. And all the food we gave them was from Uganda. Na ile chakula yote tuliwapatia ilitoka Uganda. How can a human being be like that? Mwanadamu awe namna gani hivi? That little boy was dying. Huyo kijana alikuwa nakufa juzi tu. He had 2 weeks to live. Alikuwa tuna siku 14 za kuishi. If we were late, he would be in the grave. Basi kama tungechelewa angezikwa. But 2 weeks he bounced back. Lakini wiki 2 akarejea akawa mzima. So we took tractors, we plowed the land. Tukapeleka magari ya kuchimba, basi tukachimba. We didn't wait for the government. Tukafanya ukulima tu kungoja serikali. And this is the problem of the church. Hii ni kazi ya kanisa. The poor begging government, the church is begging government. Kila mtu anakopa serikali, serikali saidia, serikali saidia. The witches are begging government. Wachawi wanakopa serikali, serikali wasaidia. And the church is begging government. Na kanisa pia inakopa kwa serikali. We realized the problem was mindset. Tukagundua ya kwamba shida ni akili za watu. So we put all the men. They said we are herdsmen.
tukaweka wote wakasema hao ni watu. For us we keep cut. I said no. Sisi tukaingia tukasema hapana. First grow food. Kwanza muwe na chakula. So now all of them. Kwa hivyo kila mmoja wao. So we employed the best equipment. Kwa hivyo sasa tukawaletea matrakta ambazo zinafaa. Right now we are harvesting. Na sasa hivi tunavuna. I was involved. I got a tractor and I started plowing. Basi anaanza kulima na kuweka mbegu. And the food grew. Na chakula kikakua. And the harvest came. Na sasa mavuno yakafika. And then all the birds from Kenya came to visit us. Na sasa nyinyi wa Kenya mkatuma ndege wenu to eat our food. Wakala chakula chetu nzige wenu. Of course we send them back because they don't belong to Uganda. Tukaweka mashini tukawachapa zikarudi Kenya. And they don't have passports. Na hazina vyeti vya usafiri. So we send them back. Kwa hivyo tukawarudisha wakarudi. And we started harvesting. Na sasa tukaanza kuvuna. And we grew food. Na tukawakuza chakula. And we stopped hunger. Na tukaacha ile njaa ikaisha. And we paid the workers. Na tukalipa wale ambao walikuwa wafanya kazi. This is what Joseph was doing. Hivi ndivyo Yusufu alifanya. And we milled the food. Na tukajenga actually that machine we bought it from here. Hiyo mashini tulinunua hapa Kenya hapa. We didn't have that machine. Hatukuwa nayo Uganda. Kenya had it. Actually it was in Tanzania. Kenya ilikuwa Tanzania. The Kenyans were not using it. They sent it to Tanzania. Kenya wakaiweka huko kwa store hawaitumii wakaituma Tanzania. We got it. Tukainunua. We started preparing the food. Tukaanza kutengeneza na kusiaga. So we stopped hunger. Na sasa ikaacha ile njaa ikaacha. And today na leo we are receiving a global award. Tunapokea taji la kilimwengu in Dubai right kule now. Dubai sasa hivi. Right now. Sasa hivi. Now. Sasa.